Movie inaanza, tunakutana na maex wawili, Dani pamoja na Victoria. Victoria anamwambia Dani kwamba kwa kipindi chote nilichokuwa mbali na wewe, hakika nimegundua na kupenda sana na siko tayari tena kuishi mbali na wewe. Dani hakujibu chochote, akaonyesha tu kwamba amemsamehe kisha akampiga busu. Lakini Dani bado ana wasiwasi na Victoria. Anahisi kabisa pengine Victoria amerudi kwenye maisha yake baada ya kugundua kwa sasa amefanikiwa na ana pesa kama zote. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, Dani alikuwa na mshikaji wake hapa. Wakiwa wanapiga story pale, mara ghafla akaja mdogo wake na Dani. Basi Dani akafurahi kweli kumuona mdogo wake. Ikabidi kumfuata na kumuuliza, "Mbona umekuja ghafla na hukunipa taarifa?" Binti akamwambia, "Nilitaka nikusurprise tu kakaangu. Alafu ngoja nikupikie chakula kitamu kipendacho." Basi Dani akafurahia kweli yani. Mida jioni Victoria akaja nyumbani kwa Dani. Hakika Dani alifurahi kweli kumuona Victoria. Victoria akamwambia, "Usijali babangu, nakupenda sana na leo nitalala hapa nyumbani kwako." Dani aliposikia hivyo akafurahia zaidi. Baada ya masaa machache kupita, bidada akawa ameshavisha msosi pale na nini, wakawa wameketi mezani wanapata chakula. Sasa akiwa anakula pale, Victoria simu yake ikaita. Ikabidi kumuomba Dani aende pembeni akazungumze na simu. Basi Dani akamruhusu. Lakini Victoria alivyotoka tu, huyu wifi mtu akamwambia kaka yake, "Sikiza nikwambie kitu kaka, kuwa makini na huyu mwanamke. Hizi simu anazopigiwa hizi, mimi siziamini kabisa." Basi Dani akamuelewa mdogo wake. Huku chumbani Victoria kumbe amepigiwa simu na wazazi wake na akaambiwa baba yake ana hali mbaya sana, inahitajika pesa ili apatiwe matibabu. Sasa mchizi alivyoingia hapa akamuuliza Victoria, "Mbona kama una raha?" Victoria ikabidi kumuelezea changamoto ambayo imemkuta baba yake. Basi mchizi ikabidi kumpa pole pale, lakini Victoria akamwambia kwamba wanahitaji pesa na mimi sina pesa kabisa. Mwamba akamwambia, "Usijali, nitakupatia. Kuhusu hilo ondoa shaka kabisa." Victoria aliposikia hivyo akafurahi kweli yani na kumshukuru Dani kwa upendo ambao amemwonyesha yeye pamoja na wazazi wake. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, Dani kashajiandaa anataka kwenda zake kazini. Basi Victoria ikabidi kumtakia kazi njema, mchizi akaaga na kusepa. Sasa kipindi anasepa, mdogo mtu akawa amemuona. Ikabidi amfuate hapa nje na kumwambia bro kwamba, "Kaka, umependeza sana, lakini nilikuwa na ombi moja kwako. Na shida kama na naila 200,000. Naomba unisaidie." Dani akamwambia kwamba hiyo pesa unahitaji ni nyingi sana na kwa sasa sina pesa. Naomba unipe muda, nikiipata nitakupatia. Hiki kitu kilimuumiza sana mdogo wake. Akaona kaka, mbona kama anazingua hivi? Jana akampatia mke wake ila mimi nimemuomba kaninyima. Hii kitu ikamfanya binti aanze kumchukia wifi yake. Tukiachana na hii siku tunatazama siku nyingine hapa. Sasa leo mida fulani hivi night mchizi akaanza kulalamika na kulia kwamba kichwa kinamuuma sana. Basi binti kwa hofu ikabidi kumpigia daktari. Daktari alipofika ikabidi kumcheki mchizi. Kisha akamwambia kwamba hii inaonesha ni hali ya kawaida tu imemkuta. Na hii hali huwa mara nyingi inatokea pale ambapo mtu anakuwa na msongo wa mawazo. Hivyo hii inaonesha wazi kuna vitu unaviwaza sana na ndo sababu iliyopelekea mpaka kichwa kukuuma kiasi hiki. Lakini kwa vipimo vyangu inaonesha kabisa hauna tatizo lolote lile zaidi ya msongo wa mawazo. Hivyo inakubidi upunguze mawazo ili kila kitu kiwe poa. Basi mchizi akaonyesha kumuelewa daktari. Huku ofisini rafiki yake na Dani akapokea taarifa mshikaji wake anaumwa. Basi akamwambia hamna shida, nikitoka tu kazini lazima nipite hapo nyumbani. Mida usiku akiwa amelala, mchizi akakurupuka. Alivyokurupuka, visa anavyovifanya vinaonyesha wazi mshikaji ameweuka. Sasa binti akamuuliza, "Mume wangu, una tatizo gani?" Mshikaji kwani anaelewa, ndo kwanza akachukua shuka pale akajifunika kichwani. Yaani mwamba kapagawa kabisa yani. Kama haitoshi akatoka ndani mkuku. Sasa binti ikabidi kumfuata. Mwamba moja kwa moja akaja kujifungia kwenye hiki chumba. Sasa mdogo mtu akaja, ikabidi kumuuliza wifi yake, "Wifi, kuna shida gani kwani?" Wifi akamwambia kwa bidada ikabidi kumuelezea kila kilichotokea. Hakukuwa na namna nyingine zaidi ya kuwasiliana na dokta. Dokta alipofika ikabidi kuuliza, "Huyu mgonjwa yuko wapi?" Wakamuonyesha mahali alipo. Basi dokta ikabidi kumbembeleza mchizi akamfungulia mlango. Baada ya kumhudumia alipotoka akamwambia kwamba kwa sasa Daniel akili zake hazipo sawa, anahitaji uangalizi wa karibu sana, na kutokana kwamba ni tajiri mkubwa na kampuni yake ni maarufu, ni ngumu si kumpeleka Milembe. Inabidi tutafute sehemu fulani hivi tulivu kwa ajili ya kumwangalia kwa ukaribu. Basi ndogo mtu akakubali, akamwambia daktari, "Hakuna shida, mchukue tu blaza ukamwangalie." Lakini Victoria alikataa kata. Akamwambia hapana, inanibidi. Lakini Victoria alikataa kata. Akamwambia daktari kama kuna uwezekano ahudumiwa akiwa hapa ndani. Daktari akamwambia kwamba itakuwa ni ngumu sana, inabidi tumchukue tukamhudumie sehemu nyingine. Victoria ikabidi kuchukua simu na kumpigia Daniel, akamwambia kwamba mume wangu sasa hivi amekuwa chizi na nilikupigia simu mara ya kwanza nikakwambia anaumwa kichwa. Sijakuwa
kuona, tafadhali naomba uje unisaidie kwenye hili. Daniel akamwambia, usijali shemeji yangu, nilikuwa busy sana na kazi, lakini leo lazima nifike hapo. Basi binti kabidi ukata simu, lakini kiukweli Victoria anazidi kuchanganyikiwa. Anajiuliza mume wake amekutwa na nini. Hii kitu inamkata vibe kweli yani. Tunarudi ofisini. Mchizi bana, kuna huyu binti hapa ni partner wa Daniel. Sasa alipofika hapa akawa anamuulizia Daniel pale na nini, kuna baadhi ya madili wanataka waweke sawa. Mchizi akamwambia kwamba kuanzia sasa hivi mimi ndo bosi wa hii kampuni, na kuhusu Daniel kasha chizi na hawezi kabisa tena kuwa bosi wa hii kampuni. Hivyo kama kuna madili yoyote yalete mezani tupige kazi. Bana kikulacho kinguoni mwako. Mchizi ameanza kumgeuka Daniel. Baada ya siku kadhaa kupita, Daniel akarejeshwa nyumbani. Sasa alipofika tu hapa ndani, bana kila mtu akashangaa. Daniel sio yule wanomjua. Sasa hivi Daniel ni mguruki, akili hazipo sawa kabisa. Basi daktari kabidi kuambia, hebu tulieni kwanza nimpeleke chumbani. Akampeleka chumbani kisha karudi. Akamwambia kwamba kwa sasa Daniel akili yake iko sawa kabisa, anahitaji uangalizi wa karibu sana, na waombeni muhakikishe mnakuwa naye karibu zaidi, maana akili yake imeweuka. Sasa huyu dada mtu akamind wifi yake. Hivi wewe uko sawa kweli? Unajua kabisa kaka dishi limeyumba, alafu unaruhusu tukae naye hapa ndani. Unajua madhara kukaa na chizi ndani ya nyumba? Bidada akamwambia hivyo uko sawa? Kaka yako unamuita chizi? Wewe ni mjinga nini? Tambua yule ni mume wangu, lazima nikae naye hata kama ana hali gani. Bidada akamwambia sikiza nikwambie kitu. Huo upuzi wako unaoleta huko ndani hakika utakugharimu. Bana hapa ndani mpaka waka moto. Sasa washikaji ikabidi kuingilia kati pale na kujaribu kuwasuluhisha. Sasa siku iliyofuata hapa ofisini partner wa Daniel akarudi tena. Mshikaji akamwambia kwamba nilikueleza toka ile siku, Daniel sasa hivi amekuwa chizi, hauwezi tena ukafanya naye biashara. Kama kuna biashara yoyote lazima ufanye na mimi. Na mimi sasa hivi ndo bosi wa hii kampuni. Sijui wasiwasi wako ni nini. Basi huyu madam ikabidi kukubali na kuanza kufanya biashara na huyu mchizi. Huku nyumbani kwa Daniel, uchizi ndo umezidi kupamba moto. Kaingia jikoni, kachukua makaratasi kama yote, kawasha moto pale. Kwa bahati nzuri zaidi Victoria akawa amewahi kufika. Ikabidi kumtoa pale kisha akachukua maji na kuzima ule moto. Bana mshikaji anashangaa, imekuwaje wamezima moto wake? Lakini Victoria ikabidi kumbembeleza na kumrudisha chumbani. Baada ya masaa machache kupita, mchizi alikuwa amesimama hapa sebleni anacheza game. Game lenyewe alijaunganishwa wala nini. Sasa mdogo mtu alipokuja akamkuta mwamba ameganda hapa tena akajikojorea kabisa. Hii kitu ilimkera sana ubinti. Ikabidi kumuita wifi yake na kumwambia kwamba ona mume wako kajikojorea, mchukue ukamsafishe huko, yeye anatunukia tu mikojo. Basi binti hakutaka kuzungumza naye chochote kile, akamchukua mshikaji na kumpeleka chumbani. Alipofika hapa chumbani, bidada alijikuta analia kwa uchungu na kumwomba Mungu amsaidie mume wake arudi kama alivyokuwa zamani. Lakini mchizi wetu Daniel ndo kwanza dishi ndio limezidi kuchangamka. Hakika limeyumba kabisa. Yaani mwamba ni mwendo wa vituko kama vyote. Hakika hivi vitu vinamuumiza sana Victoria. Huku jikoni tunaona wifi mtu yuko busy pale anakaangiza mapochopocho. Sasa Victoria ikabidi kumfuata na kumwambia kwamba wifi, vitendo unavyovifanya sifurahishi navyo kabisa. Huyu ni ndugu yako, inakubidi umsaidie kwa hali hii alikuwepo nayo sasa. Bidada akamwambia kwamba sikiza nikwambie kitu, hayo ni majukumu yako, mimi hayanihusu kabisa. Na isitoshe huyo si mume wako wewe, kwa nini unataka mimi niingilie majukumu yako? Sikiliza, pambana na hali yako. Haya maneno yalimuumiza sana Victoria. Ikabidi kumwandalia pale mshikaji msosi ili yale, lakini mwamba ndo kwanza anachukua Blueben anajipaka usoni. Hakika mwamba dishi limecheza, na sio kucheza tu, limeyumba kabisa. Huko ofisini mambo hayaendi kabisa. Mchizi anachokifanya ni kuua kampuni ya rafiki yake, na kwa sasa kaamua kutengeneza kampuni yake kisirisiri. Wateja wote walikuwa wa Daniel kawahamishia kwenye kampuni yake. Sasa huyu madam anachanganywa na hii kitu. Ikabidi kumind huyu mshikaji na kumwambia kwamba mbona mimi sielewi, hii kampuni ilikuwa imesimama, lakini tangu wewe umekuja kampuni inazidi kuyumba. Mwamba akamwambia kwamba inakubidi utulie, maana mimi ndiye bosi wa hii kampuni. Hivyo sitaki kabisa kuingilia kwenye majukumu yangu. Wewe ukiona kazi imekushinda unaruhusiwa kuondoka. Haya maneno yalimuumiza sana huyu madam. Tukiachana na hii siku, tunatazama siku nyingine hapa. Ilikuwa ni asubuhi na mapema. Victoria anaamka, anashangaa muone Daniel kitandani. Ikabidi kutoka fasta kushuka huku chini. Akajaribu kumtafuta kumuona. Sasa wifi mtu akaja. Victoria akamuuliza, "Vipi, umemwona kaka yako?" Bidada akamwambia sijamuona. Na imekuwaje mpaka sasa hivi unamtafuta? Wewe ndio ulikuwa naye chumbani kwako? Bidada akamwambia mimi nimeamka, cha ajabu zaidi simuoni kitandani. Basi binti ikabidi kupambana kumtafuta. Ila anatoka huku nje anamkuta mchizi kajipaka sabuni kama zote usoni.
Basi bidada hii kitu ikazidi kumuumiza, ikabidi kumchukua mume wake na kumrudisha ndani. Walivyorudi ndani, Victoria ikabidi kumind wifi yake na kumwambia kwamba hizi tabia anazozifanya yeye apendezi nazo kabisa. Yaani yeye kila wakati yuko busy na mambo yake, hawezi kabisa kumhudumia kaka yake. Wifi mtu akamwambia kwamba hautakiwi kunipangia kabisa, huyu ni mume wako wewe na sio mume wangu mimi, hivyo inakubidi umhudumie wewe na sio mimi. Nadhani umenielewa. Victoria akamwambia kwamba mimi naona wazi kabisa haumpendi kaka yako. Laiti kama ungekuwa unampenda usingekuwa na roho mbaya kiasi hicho. Binti akamwambia mimi sijari vyovyote vile utakavyosema, ila kuhusu kaka yangu wewe ndio unatakiwa kumhudumia, mimi sihusiki kabisa kwenye hilo. Baada ya masaa machache kupita, daktari akaja kumhudumia mshikaji. Baada ya vipimo akamwambia binti kwamba mgonjwa wenu kwa sasa hali yake inaendelea vizuri kidogo, lakini kiukweli tatizo lilikuwepo nalo linahitaji matibabu makubwa zaidi. Na hayo matibabu yanapatikana nje ya nchi, hivyo inawabidi mpate pesa nyingi sana kwa ajili ya kumpeleka huko akatibiwe ili akili yake irudi kama ilivyokuwa zamani. Hii kitu ilimuumiza sana Victoria. Akajiuliza ni nini afanye. Katika kutafakari akakumbuka kwamba mume wake ana kampuni na hiyo kampuni alimwachia rafiki yake aisimamie. Ikabidi kumpigia rafiki yake na mume wake na kumwelezea kila kitu. Lakini cha ajabu mchizi akagoma. Akadai yeye hawezi kabisa kutoa hiyo pesa. Hii kitu ilimuumiza sana Victoria. Akajiuliza, husi ni mfanyakazi tu na ile kampuni ni ya mume wangu, kwa nini hataki kutoa pesa zikamhudumie bosi wake? Basi Victoria kwa uchungu sana akarudi mpaka chumbani, hakika amechanganyikiwa zaidi. Akaanza kupekua kwenye madraw, pengine atakutana hata na pesa ili amsaidie mume wake, lakini cha ajabu zaidi hakukutana na chochote kile. Siku iliyofuata Victoria kukata tamaa, akaja moja kwa moja mpaka ofisini. Alipofika akaonana na rafiki wa mume wake, akamuelezea kila kitu. Mchizi akamwambia, lakini shemeji, nilikueleza kwenye simu siwezi nikakupatia hiyo pesa, maana kwa sasa kampuni imeyumba, hivyo hata hiyo pesa unahitaji haipo kabisa. Hiki tulimuumiza sana binti. Akajiuliza, kampuni kubwa kama hii inaweza kosa kweli pesa kumhudumia mume wake? Mwisho wa siku akagundua kabisa hapa kuna kitu kinaendelea. Moja kwa moja kabidi kurudi nyumbani. Daktari alipofika, binti kabidi kumweleza na kumwambia kwamba yeye amejaribu kupambana kutafuta pesa, imekuwa ngumu kupata, hivyo mpaka sasa hivi hajui ni nini afanye. Daktari kabidi kumtia moyo, akamwambia inakubidi uendelee kupambana, uhakikishe unaipata hiyo pesa ili mume wako arudi kama alivyokuwa zamani. After hapo nini daktari akaaga akasepa zake. Binti hakuwa na namna, ikabidi tu kwenda chumbani kumtizama mume wake. Baada ya masaa machache kupita, Victoria alikuwa jikoni hapa analia kwa uchungu. Anajiuliza ni nini afanye ili amsaidie mume wake. Hataki kabisa kuendelea kuona mume wake anazidi kuwa mguruki. Sasa akiwa analia pale, mara ghafla Daniel akaja. Inaonyesha wazi Daniel kama yuko sawa hivi. Basi binti akiwa analia hapa, akashangaa. Daniel anamwambia, "Babe, hebu acha kulia basi." Bidada akashangaa, akamwambia, "Daniel wangu, nakupenda sana. Natamani hata leo nipate pesa nikutibie ili rudi kama ulivyokuwa zamani." Mshikaji akamwambia, "Usijali kipenzi changu, mimi niko sawa kabisa." Binti hakuamini pale. Mchizi akamwambia, "Ndio, mimi niko poa mamangu. Hebu sogea unikumbatie." Basi binti akamkumbatia pale mchizi. Hakika hakuamini kabisa kama mchizi yuko sawa. Sasa hapa tujui mchizi alikuwa anaigiza au ni kweli alikuwa anaumwa. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, mchizi akaitisha kikao cha dharura. Wote wakaja. Sasa akiwa maketi hapa, Mwamba ikabidi kufunguka ukweli. Akamwambia kwamba kiukweli mimi sikuwa chizi, bali niliamua kucheza mchezo ili nijue wale wanaonipenda na wasionipenda pale ninapokuwa na matatizo. Lakini kwa bahati nzuri sana Mungu amenisaidia. Nimejua wazuri na wabaya wangu. Hakika nakupongeza sana daktari. Pamoja kwamba niliigiza mimi ni chizi, haukuniacha, uliendelea kupambana na mimi. Ulinipima mara zote na ukufanikiwa kuona chochote kile, lakini bado uliendelea kumtia moyo mke wangu. Hakika nakupenda sana mke wangu, maana wewe umekuwa kama nguzo kwangu. Haujawahi kukata tamaa. Mara zote daktari alipokuwa akikueleza, uliendelea kupambana ili uhakikishe na kuwa sawa kabisa. Lakini ninarudi kwa mdogo wangu pamoja na rafiki yangu. Nyinyi ni watu ndio wategemea kwa kiasi kikubwa sana kwenye maisha yangu. Lakini kumbe nyinyi ni watu mnaonipenda kwenye raha tu, nikiwa kwenye shida hamko tayari kabisa kuwa na mimi. Rafiki yangu Lawrence, nilikuamini sana, lakini wewe umenilipa mabaya. Baada ya mimi kukumilikisha kampuni yangu tu, ukajisahau na ukataka kunipindua kabisa. Ukaanza kuhamisha pole pole wateja wangu. Na isitoshe, haukujali hata pale nilipokuwa na changamoto. Mke wangu alipokufuata na kukueleza kwamba anahitaji pesa kwa ajili ya kunitibia, ulikataa kata kumpatia. Hata ukujali kuwa kampuni ni ya kwangu, bali ulifanya makusudi ili mali zote zibaki chini yako. Lakini pia mdogo wangu, nilikupenda, nilikujali, nikiamini kabisa kwenye familia yetu tupo wawili tu.
pale nitakapopata changamoto wewe ndio utakuwa wa kwanza kunisaidia, lakini mwisho wa siku wewe ndio umekuwa mtu wa kwanza kunikataa. Basi Daniel akamwambia kwamba kutokana kwamba wewe haukutaka kunisaidia wala hukutaka kuwa na mimi nilipokuwa na changamoto, kuanzia leo hii sitaki kuona karibu yangu na uondoke ndani kwangu. Mimi na wewe sio ndugu tena. Lakini pia wewe rafiki yangu niliyekuamini nikakuajiri kwenye kampuni yangu, kuanzia leo hii mimi na wewe ushikaji umekufa. Sitaki nikuone sehemu yoyote ile ambayo unajua mimi napatikana. Kaa mbali na uso wangu. Sitaki kabisa kukuona. Chochote kile kilichokuwa cha kwangu naomba ukirudishe. Sijui umenielewa? Naombeni mtoke ndani kwangu. After hapo nini mchizi akanyanyuka na kusepa zake. Bana, mwisho wa ubaya ni aibu, na hakika aibu imewakuta 100%. Huku chumbani Victoria akachukia kweli kweli yani, baada ya kugundua Dani alikuwa anamuigizia tu. Basi Dani kabidi kumbembeleza na kumwambia Victoria kwamba mke wangu, najua nimekukwaza lakini naomba unisamee mama yangu. Victoria akamwambia kwamba hivi kweli Daniel, vitu vyote ulivyokuwa ukivifanya ulikuwa ukiniigizia. Kuna wakati umetaka kuchoma mpaka nyumba na pambana kuhakikisha na uzima moto. Kwa nini ulikuwa ukinifanyia hivi Daniel? Ina maana ulikuwa uniamini, si ndio Daniel akamwambia ni kweli kabisa, nilikuwa nakuamini, ila nilitaka nipime nijue kama kweli unanipenda au unipendi. Maana mimi nina pesa. Wanawake wengi sana wanapenda kuwa na wanaume wenye pesa. Wengine huwa wanapendea pesa tu, ila mioni mwao hawana mapenzi ya dhati. Na ndio maana nilikupima wewe, nijue unanipenda kweli au unapenda pesa zangu tu. Na naomba unisamee mke wangu. Nimegundua ni mwanamke sahihi kwenye maisha yangu. Kati ya wote waliokuwa wamenizunguka, mmebaki wawili tu, wewe na daktari. Hakika nakupenda sana mke wangu na kuthamini pia kwenye maisha yangu. Naomba unisamee. Victoria hakuwa na budi, ikabidi kumsamehe Daniel, wakakumbatiana pale. Bane, hakika penzi limerudi upya. Penzi linaenda kupamba moto zaidi. Na hapa ndo inakuwa mwisho wa mzigo wetu. Ukitaka kuendelea kupata mitiliko ya kazi zote kali tunazoziachia kila siku, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.